back to our YouTube channel. My name is Mary. And my name is Alex. And together with you guys, we are the Alexis family. Yes, welcome back to another vlog, another interesting video. Very interesting, very interesting. Unajua sa watu wanaweza shangaa ama watu wamekaaje. By the way, let's define where we are. Yeah, let's define our location, eh? We are in our bedroom. Yeah, tuko kwa bedroom yetu, guys. Na our bedroom vile iko. In our previous video, you saw us showing you our house tour, our empty house tour. Okay, yes, so this is our bedroom, guys. Yeah, and if you have not watched that video of our empty house tour, just the immediate before hiyo uiangalie, and then you're gonna see our house tour and our one bedroom house tour. And so as we speak now, we are in our bedroom, and as you can see, hatuna kitanda. Hatuna bed bado. We don't have a bed. Hatuna bed. Tafadhali kama unaweza offer bed 4 by what? 4 by K. Mimi staki, by the way spendi bed kubwa. Basi sisi tununue 3 by 6. This one behind. Tununue 3 by 6 basi. The guy anataka alale kona ile na mimi kona ile. Mimi nataka tuwe tuko tumeshikana hivi. So ulizaje? Basi tununue 2.5 kama ile ya couple is one. Mimi kama mimi ningekuwa nauliza wenyewe wanatengeneza bed so ngola wakiuliza mtu are you a couple wanatengeneza 1 inch ati 1 inch because you are one. You are one. Yes, lakini you know wewe kama wewe unasema we are one, lakini wewe unalalanga hivi diagonal, horizontal. Unafaa uko umezoea kulala kwangu na unaniaccept na kulala kwangu. No, yes, ndio nimekuaccept na ndio maana nasema mimi nataka at least 5 by 6. 5 by 6 is so at least 5 by 6 at least 4 by 6. No 4 by 6 ndio tulikuwa tunatumia. Yeah, tuendelee kutumia hiyo. Ikiwa if that one nilikuwa na complain ati unalala mbali na mimi. na J5 sasa mimi nataka 5 ndio hiyo ndio nini. Guys, hebu tell us in the comment section, should we expand our bed ama tubaki hivyo? Mimi nataka 5 by 6. 5 is okay, too big. 6 by 6 naona ni kubwa, but 5 by 6 would be okay. Tunakwambia 4 by 6. Uzuri mimi ndio mwenye boma, wewe nyumba ni yako. Uzuri mimi ndiye nanunua kitanda. Hapana, huwezi nunua bila mimi. Hapana, mtanunua. Unajua ukikataa. That aside, guys, wenye mnatengeneza bed tafadhali, you can offer me 4 by 6 bed. Tuone akikataa kukulalia, tuone. So meanwhile, guys, I think this is our first night. It's our very first our night. Second night, baby. Jana tulikuja tunatukana. Oh yeah, jana we just came and tumeshinda, so it's our first day. It's our first night actually. Yes, it's our first night. So we have just decided to share with you our experience. Yeah. Our experience so far in Nairobi. Oh my goodness. Sasa mnaona by the pale kando mnaona kuna gas. And tutapika, and so guys, this is the experience of Nairobi. Me so far, mimi nimekuja Nairobi, this is my first, I think my 4th day. Nilikuja kwanza nikaanza kutafuta nyumba, tukatafuta nyumba. Then Alex joined me yesterday. Today is Sunday. So jana ilikuwa Saturday. He joined me jana. Tukaendelea kutafuta until we arrived to this house. So tukakuja tukalipa na tukalala because tulikuwa na very limited time. So it's only weekend yenye tulikuwa nayo. Yeah, only weekend tulikuwa nayo. But mimi nilikuwa nimetafuta time nikakuja before. Now, why am I saying that? So I'm saying this because nimekaa hizo siku kadhaa, and I can say that hey, Nairobi kama wewe ni mvivu. But Nairobi kama wewe ni mvivu. Nairobi kama wewe ni mvivu ufaulu sasa. In which way? Like atweni mtu tunaamka tu nde, unakaa tu nde, it is like life hapa ni kama US life. But anyway, maybe what we can say in Nairobi, everything you pay for it. You pay for everything. Like you pay. Paying for everything apart from to get home at least unaweza kubeba. Yes, you're paying for everything. Lakini I think Nairobi ni Nairobi so much. Nairobi hakuna kusaidiwa. Hakuna tajirani, like hakuna mtu atunaweza kuomba chumvi. Kila mtu anajishughulisha, like no one bothers who you are and
like hata anyway, but so far so good for me. I can say that ni mpoa inakusaidia like usikae kwa comfort zone. Unajua unaweza kaa life mahali uone unalipa nyumba ya 1 bedroom unalipa 5k ama 7k, so una feel it is very much affordable. It's okay. Lakini hapa you have to stretch. Kama unataka an extra space, a balcony, you have to pay for it. If you want a bigger space for kitchen, you have to pay for it. Any simple detail you have to pay for it. Like ni kama wakipiga hesabu kama for example ya nyumba wanakuwa wameketa for every single thing. Alafu lock ya mlango unalipia. Alafu unapata ile ukipata nyumba iko na something extra. Of course hiyo nyumba iko ina higher cost. Ukipata yenye haina hii kitu iko na lower cost. So utafuta nyumba hii pate yenye tulikuwa tunataka kukaa super expensive. It is expensive. Like mahali penye tumetoka kama ni Murang'a, like it is almost 4 times. Hapana wewe, not 4 times. It's almost 4. No, it's not 4. It's almost 4. Hapana, no, it's not. Unafanya Murang'a ionekane kama ni Gishagi. No, it's not. No, it's not Gishagi, but 4 times. Kwenda huko hakuna 4 times. Nyumba mingi. So unataka kusema mahali mahali 4 times is almost. No. At most hata 2 ama 3. Unafanya Murang'a yetu ionekane ni kama ni jokes tunakuwa na. Beba amejitetea, lakini kusema kweli it is the prices here. Whatever we can just say it is expensive. Okay, it is expensive, guys. Like it is expensive. Like we have to stretch further. It is expensive. So we have to stretch further. But anyway, I will thank God because God has provided we will manage. Another thing nime notice na huku ni watu wana mind business zao. Hakuna mtu anashughulika na maisha ya mwingine. People are surely minding their business. Wewe hata ugongwe pale ugaragale hapo. Like kuna siku niliona madam mwingine alikuwa anabebwa na ndugu. Sijui nini alikuwa amefanya. Anaenda akisema niweke hapo huko. Akishout na wengine wanamwangalia tu. Niweke hapo. Na watu wanamwangalia tu hadi mtu wa ndugu akamweka hapo na akarelax. Na akaendelea mtu wa ndugu na hata hakuna mtu hata alikuwa na any question. Nobody even cared. Nobody cares. Like kila mtu hapo tu kwa dunia yake, kwa maisha yake unashughuli. Hata by the way unajua nilishangaa ukiona mtu hata akiibiwa simu, unaona why ndio huyo ameenda. And the rest of the people they are just here. Wanaenda tu na shughuli zake. Like hiyo kitu inanibo. Like me unajua mimi ni mtu wa watu, so ni expect kama hapo home utaenda uongee na watu wa mama mboga, uone mama na katoto unataka kuwasalimia, unataka kumuongelesha huku kila mtu hata hakuna mtu anakuangalia unakaaje. Like people are so busy with their lives. They are so busy. Lakini what we can say, bado watu wanaishi. People are living in Nairobi. People are making good amount of money in Nairobi. People are like they are making it. So regardless of any place you are, wherever you put God first, unajituma, then kila kitu inakuwa shwari. Kila kitu itajialign. Inakuwa like kila kitu inajiweka tu vizuri. So I think that is what mimi kulingana na mimi na experience yangu, I can say that Nairobi people are working hard and you should work hard. You should work hard even in any other area. Even if you don't work, utakufa tu hiyo. Ni in the society that we are living. Nairobi lazima tu ujitume. Wewe lazima tu ujitume man. Lazima tu ujitume my friend. So guys, we have started a new phase of life. This is totally new phase. In fact, ni kama ndio tumeanza life sasa. We have started a new phase of life. Ni kama tumeanza sasa life afresh. So you're going to see now us in a new different environments, different things. By the way, zile vitu zenye mlikuwa mnatuona nazo, you no longer see them in Jesus name. Gani? Si kama zile vitu tulikuwa nazo, curtains nini. By the way, lakini kale kitu kama blue lazima. Ni sawa, but I think majority of the things we were using, we will not use them here. Yeah, sure. So I think I'm happy about that part. That is unajua tulikuwa tunatumia sufuria baka za high school. At high school hapana. Campus. Yeah. So like nilikuwa na feel like ni kama bado sisi ni kama tunaja kuwa serious na life. Ni kama like
okay, hata sahi si ati tunachukulia life so serious. Life is never serious. So lakini at least now ndaona ni kama at least we are making a step. Okay, I think whatever we can say is that we are in different location in different season. Yeah, and we are moving, and these guys have been here with us. Yeah, Aki, please naomba to continue supporting the Alexis families. Family, yeah. Continue supporting us, guys, because si rahisi lakini we can do it, and in fact we have seen whatever we are doing, whatever we can, and indeed we can do it. And so guys, thank you so much for the support. You guys have really supported us. Honestly speaking, you have supported us in one way or the other. Mahali tumefika umechangia in one way or the other. Umechangia. So anything else you can say? Anything I can say is that we keep on trusting and hoping. Trust in God and hope for a better future. Because the Bible says that, for I know the plans I have for you. Yeah. Plans to give you a hope and a future. So if God has a good plan for us, then we ought also to trust him that yes, he has good plans for us. And we also need to hope for a better future, because he has it in his mind. Yeah. So for me, I thank God because of another level. For me, I can say it's another level because like we have upgraded from a bed sitter to a 1B, and that's, for me, it's an upgrade. It may appear so simple, but for us it's a milestone. It's a next level. So we thank God so much for this particular platform. Yeah. It is my first ever time kuishi kwa nyumba ya 1 bedroom. It was my your first ever time to kulala kwa 1 bedroom house. Kukaa kwa nyumba iko na sitting room, iko na kitchen, na iko na 1 bedroom. So we thank God. If I tell you that, when I tell you that this is a milestone for us, I know atakuwa ujamaa bana ni the same man. So lakini tuna hope Mungu atazidi kutuongoza, atazidi kutuinua, hata tukiwa Nairobi, by the shifting from Murang'a to Nairobi tuko hapa kufanya kazi, na tutafanya kazi na tutapata umivyo, like we shall be fruitful, we shall excel in life, and you guys be there, walk with us, and as we hope and we trust God for a better future, do it with us. Trust me that in 2 years, 3 years time, you will not be where you are today. So let's walk together in this journey of faith. For me, nasemanga like dunia, like on earth, ama in Kenya hakuna mahali huwezi kaa. Hakuna in fact on earth hakuna mahali huwezi kaa. Hakuna mahali huwezi enda. Yeah, hakuna mahali huwezi enda. At the end of the day, we are on earth temporarily. This is not our permanent residence. So take advantage. If you go to Nairobi, ukitumwa Nairobi enda, ukitumwa Mombasa enda, enjoy like visiting every corner of this earth actually. Ukitumwa US enda. Sisi, like we are available. God can send us everywhere and we will go. And we thank God. Everywhere is his. Exactly. Yeah, so mimi naomba tu tuendelee kukua hivyo, tutiane moyo, to grow as our family increases, grows, like you guys mtaona tukiongezeka by God's grace. By God's grace. Yeah, so guys, thank you so much. Wacha sasa tujipange, tuendelee na maneno, tungoje ya Mungu sasa. Yeah, tungoje ya Mungu. Tungoje ya Mungu. Thank you so much. So keep on supporting us. We love you guys. Have a beautiful